Hello mapipo wapenzi watazamaji wa Samiwell TV. Kama kawaida TV ni ile ni Samiwell TV. Sauti ni sauti kutoka kwa mwanahabari Didier Nkengurutse, mkali wa interview. Kabla hatujaanza kipindi chetu, acha kwanza ni wakumbushe watu ambao hawajapiga subscribe kwenye channel yetu ya Samiwell TV. Hebu pigeni subscribe ili kesho au kesho kutwa msikose kupata vipindi vyetu 100%. So right now tunataka tumpokee kwanza huyu kijana, ni mwanamuziki anayehiti hapa Buja Flava. Kwa jina lake na kazi zake mtajisikilia katika kipindi. Acha tuanze sasa. Hello brother, uko poa? Niko poa. Uko bien? Niko bien. Kabisa nikiangalia naona kuwa mambo si mabaya. Mambo sio mabaya kabisa. Mungu anazidi kutusaidia kabisa, tunamshukuru. Ndio hivyo. Yani ni Fita Moses ndio? Ndio, ni Fita Moses. Muziki wa Buja Flava. Ndio kabisa. Kuna hit katika hizi siku na vinaonekana kwenye mtandao. Kuna hiti, kuna endelea na kazi zako. Labda mambo yanaendeka vizuri. Mambo yanaendeka vizuri, namshukuru Mungu kwa kuwa naona maendeleo ya kazi yangu na mimi nafurahi kabisa. Nafurahi. Ndio kabisa. Kwa hiyo sasa acha tuendelee na swali hili. Wewe ni Fita Moses, kwa watu ambao wasiemjua Fita Moses ni nani? Fita Moses ni artiste musicien, ni mwanamuziki. Nafanya muziki stile nyingi, nafanya rap, nafanya R&B, yote nachangia. Nilianza muziki tokea zamani sana, tokea kitambo ndio nilianza muziki. Fita Moses, maana Fita Moses kwanza. Fita maana yake ni mtu mkarimu, mpole, mpole vya hivyo. Napendaga upole sana. Hapana, mimi sipendagi vitu vya kushona na watu, napenda kuishi fresh na watu. Sio kujitapatapa. Hapana, kujitapatapa sio fresh. Kawaida maisha watu ndio wanapaswa kukutapa na kazi ambayo nafanya, sio unajitapa. Moses nao ni jina tu nilipewa na wazazi. Jina tu nilipewa kawaida tu kama tu Moize hivyo. Sa muziki mimi nilianza tokea kitambo. Yani hapo unamaanisha kuwa, yani nikiuliza tu kidogo, hivi namaliza kama miaka mingapi uko kazini? Kwenye muziki nimeshamaliza hata miaka 6 hivi ama 7. Sio michache. Sio michache. Mimi nilianza muziki, nilikuwa kwenye kundi inaitwa BMD Music. Tulikuwa watatu, tulikuwa nafanya muziki. Sasa bitu kwenye kunji ni bitu vingi sana. Mnaweza kuwa mko mkunji unakuta muelewani, mko mkunji mwana nataka ajifanye hivi. Nikasema kwa nini nisifanye mimi muziki wangu mwenyewe? Mwana muziki na upenda na nasikia muziki naweza. Na niko na inspiration mingi, niko na muziki zangu ziko chini. Kwa nini nisitoke tu nifanye vitu vyangu mimi mwenyewe? Sasa nikaamua kutoka kwenye kundi, nikaamua kufanya muziki wangu mimi mwenyewe. Sasa Mungu, kisi wanasemaga Mungu achili yake mtu wake. Niliandika hii nyimbo niliandika mimi mwenyewe niliandika mimi mwenyewe nishatoka kwenye kundi, ni Tenkespa. Ni nyimbo ambayo ilitoka hapa juzi. Titrao ni Tenkespa, ndio nyimbo niliandika ya kwanza. Sasa nilitoka mwa hiyo kundi. Sasa hiyo nyimbo sasa nimeitolea audio, itoa hivi, nikasikia ni nyimbo ambayo inapendwa sana. Watu wanaipenda, wangesikia nikimani na inawezekana kama na ndo kitu kipya ambacho umetuletea kwa siku ya leo. Ndio kabisa, hiyo ndio kitu kipya niliwaletea. Ndio kabisa. Sawa. Yani unasema kwamba wewe unaweza kupiga muziki katika R&B pamoja na rap. Ndio sasa ni upande gani wewe uko unaweza ukafanya kazi yako zaidi kuliko na nyingine kwa hizo pati mbili? Kwa hizo pati mbili sana ni uko strong zaidi hapa. Kwenye niko strong sana, nasema ni kwenye
rap. Rap uko songe. Rap unapima kabisa na jikanzio. Ukapana tu kama usho kadogo ka freestyle. Hamna shida. Je me suis battu pour mon pays, pour mon peuple, pour mon don. J'ai bien resté dans les chaos pour mes pressions, pour mes vallées. Personne m'a parlé des temps là. Pourtant je ressens décalé de ma famille, de mes amis, de mes ennemis. Pourtant j'ai toujours rêvé poto que ça soit vrai. Pourtant j'ai toujours prouvé poto justement bien. Mais pourtant dans mon pays, rien n'est pareil sans payer. Des larmes qui sont bénies. Pourtant j'adore mon pays, même si c'est l'autre nous trahit. Oui. Mimi nasikia ni vitu vingine, yani naweza nikasema kama hiyo style, yani style ya rap na kuimba katika French, sio vitu ambavyo vinaweza vikawa easy kwa mtu yeyote. Yani wewe inaweza kawa easy kwako kuimba katika French. Ndio. Ni vitu simple sana kwangu kuimba kwenye French, sababu French ni lugha ambayo naiongea sana. Naiongea sana kabisa. Kumbe unaweza kuongea katika lugha ya French? Ndio, naweza kuiongea bila tatizo. Na naimba. Ni vitu ambavyo sisi hatuzoei katika nchi hii. Tena sana kwa wanamuziki wasanii wa hapa Burundi, sio wengi sana ambao wanaweza wakaongea sawa mu lugha ya French. Acha sisi tuendelee na kipindi chetu. Unasema kwamba yani uko strong sana kwa upande wa rap. Ni kweli. Sasa wewe ni msanii gani, sijui kama ni katika dunia anayekuinspire sana? Kwenye dunia nasema katika muziki nina waidole. Nasema nje ya Burundi nina waidole kwenye muziki. Tungienda upande wa Afrika kwenye muziki napenda Harmonize. Napenda Harmonize sana, Konde Boy. Napenda Davido sana. Lakini ningeenda upande wa Ufaransa, mtu alinipatia inspiration mingi sana mu rap ni Ska pako Buba. Ndio watu ambao najipiga inspiration sana mu muziki. Sasa sawa, naelewa. Acha sasa tuingie katika nchi, yani tuingie nchini hapa Burundi hapa kwetu. Nani anaweza kukushtua hapa? Yani hapo na maanisha, na nikisema hivi ukipata chance ya kufanya collab na wakikwambia chagua hapa katika wao wasanii hawa, yani wasanii tofauti, wanamuziki tofauti, chagua mwenyewe, mnaweza mkafanya collab naye, unaweza kumchagua nani? Hapa Burundi uchague mmoja tu. Hapa sasa ningepata nani ya kufanya collab na msanii hapa ni Satbi. Satbi ndio napenda. Ndio Satbi ndio napenda. Satbi ndio napenda. Muziki wa Satbi ni muziki ambao uko na politiki mingi, anajua kisi ya kufanya politiki wa muziki wake. Mimi napendaga sana, ananiinspire sana, anapiga ma collaboration wapi na wapi. Anajibana sana, kuna niko mu R&B. Ni kweli na rap na jitahidi kwa sababu niliwahi na nikusikia muziki yake ya rap afa akageuza hivi napo anaingia sasa sana kwa ndani katika kwa style ya R&B. Kama nilivyosema mwanzo, na hizo style mbili nazipiga. Ndio, hizo style mbili nazipiga, lakini rap ndio nilianza nayo mwanzo. Hata R&B na unaweza kupiga. Ni hivyo tu. Sasa Pinyo nachagua. Anatufuata kwenye channel yetu ya Samuel TV. Sasa unamsikia huyu bwana muziki kama wewe, yani anaweza kukuchagua na mfanye collab. Na inawezekana kama anaweza kukubagua bro. Ndio, yote vinawezekana. Banagara. Banagara. Kama shajenga jina, ni kawaida gari. Unaona
hata ni kila mtu tu akisha kuwa na jina ya juu ni lazima agare juu, na kama ugari watu watakushusha. Unapaswa kugara. Sat B nilimchagua, lakini hapa niko na watu wasanii wengi napenda kufanya nao kazi, lakini Sat B ya ule ni idole kabisa ambaye nampenda hapa Burundi, ndio plus ya kwanza kabisa. Sasa tumetamka mengi sana. Acha kwanza unaweza ukatoa tana na vangu kwanza kwa watu ambao wako wanatufuata kwenye channel yetu ya Samiwel TV, yani kutokana na ile nyimbo yako ya mpya ya Thank You Pa. Basi tusikie kama ni morso tu kidogo, afu tuendelee na kipindi chetu. Okay. Koko msumari kwa nyundo nishagonga, ntakulinda milele. I have feelings for you, I've crush on you, I love you from the bottom of my heart. Je t'ai fait mon cœur, un symbole de mon amour. Fanya tucheze na zenze za ukweli, yosibuche shepula kulanipoza, uri wenyene kumtima mairozi. Sasa huyo mtu ambao unamuimbia ni nani? Na nasikia kwamba ni nani huyo? Rozi naweza kusema ni kwanza ni true story au naimba tu ili uonyeshe jinsi nyimbo ipo. Bo kusemesha ukweli au life ya kila siku jinsi inakuaga. Kusemesha ukweli wanasemaga msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Hii nyimbo Rozi ni demo ambaye tunapendana naye. Hivi mngariki mko mnani mapenzi? Ndio hivi tuko naye, ndio tunaendelea. Na ananisikia. Na kufuata kwenye. Ndio, jo hapo ningesema sio yeye, hapo nakuwa nimedanganya. Hata na yeye asikufurahi na anajua fikra kama ni yeye nimeimba. Kisha tena niseme uongo. Na umeshamjulisha kuwa unamuimbia. Nyimbo anaijua, hata challenge zake zipo. Ndio maana siwezi kusemesha uongo. Sasa siku ya kwanza nisikia kama umemuimbia, ukamuelezea kama umemuimbia yeye, amejisikia vipi? Hata siku nilikuwa studio niko naingiza, alikuwa hapo. Alikuwa naye hapo. Akajisikia vizuri sana. Unajua hata na wewe mtu ambaye unampenda kuimbie na utajisikia fresh sana kabisa. Ndio hivyo. Ndio hivyo. Sasa nyinyi wanamuziki, siwezi nikasema kama ni tabia au ni nini. Mbona nyinyi mnapenda sana kutoa nyimbo zinazohusiana na mapenzi? Tunasikia nikwambie kitu kimoja. Kwa hii dunia hakuna kitu kinapendwa kama mapenzi. Unaona, unaweza kuimba nyimbo ya maisha, unaimbia vingine, lakini nyimbo ungeangalia nyimbo zote ziko kuiti ni za mapenzi. Ndio maana sasa muziki unaenda na muda, unapaswa angalia nifanye hivi, juu na mimi ni trend kama wengine. Juu kila kitu mu maisha inakuwa inakuwa ni kukopie. Unasikia vitu vingi sana. Unaweza angalia jamaa alifanya hivi nyimbo yake kaiti, ngoja nifeka difference kidogo na mimi nipige hivi kama nina pasua hivi. Ndio unaona watu wengi wanapenda mapenzi. Inatokana na umri wenu, yani kutokana na generation yenu. Mtu anajiona amini ni kijana, kwa sababu tunaona kama wengi kati yenu ni mavijana tu ambao wanatoa muziki, wako katika sanaa ya muziki na wanatoa nyimbo zinazohusiana na mapenzi. Umeshaona? Au vinatokana na umri yenu, unaona kama ningali kijana, siwezi nikatoa muziki unaohusiana na maisha ya kila siku. Hiyo nayo nasema nayo iko parmi, nayo iko parmi hivyo vitu, kwa sababu ungekuwa jene, unasikia pako vitu unawazaka mkichwa nifanye hivi, juu na mimi niko hivi. Ndio maana unaona wajene wengi muziki mingi wanaongelea mapenzi. Juu na watu ambao wanaiti kwa hii sana wengi ni wajene. Ungeangalia wale wa Sat B, wa Dramati, wa D1, wa Mr Champagne, ni watu wanakuta ni wajene tu, na nyimbo zao nyingi zinaongelea mapenzi. Sasa je, nini sababu gani ya
amwangalii maisha ya kila siku na mtu ambaye sisi yani kwa mfano yani watu wanapitia katika maisha maisha tofauti na nyinyi kwa sababu gani hamwezi mkaimba yani nyimbo zinazohusiana na maisha ya kila siku yani kwa basi tukiacha hizo nyimbo za mapenzi unaona muziki ni inspiration. Unaweza kuwa hiyo unasema nao ni wazo nzuri, inawezekana ni wazo nzuri, ni inspiration ya mtu. Ndio. Sababu kuna wengine ambao wako na inspiration ya maisha ya kila siku kama tunavyoongea, umeshaona. Ndio hivyo. Acha sasa tuendelee na kipindi chetu kwa sababu naona kama tunakaribia kumalizia na kumaliza kipindi chetu. So wewe nina Fita Moses ni tatizo gani ambazo unazo kuta katika kazi yako ya sanaa ya muziki kwa maneno machache tu? Matatizo yako mengi, hata ningeongelea kidogo siku ya hiyo video yangu ya Tenkietwa, matatizo yalikuwa mingi sana. Matatizo unakuta vitu vinavurugana, tunafika hapa tunaenda kushuti tulikuwa na direct hapana uwezo ulikuwa lakini director nilikuwa naye na nilifika kwanza nyumbani kwake nikakuta ametoka kidogo amenichelewesha vitu vya hivyo nikakuta, lakini nikajipatia tu moyo, nikajua ndio hivyo kitu kikali amkosagi ma complication ya hivyo na hivyo. Sasa unaangalia unaona kuwa utafika sehemu fulani yani vitakufikisha kwenye object yako, yani uwe hit au uwe celebrate kama watu wengine wa maastari wengine. Ndio na imani kwa sababu kila kitu ni polepole. Hakuna mtu anaanzia juu, kila mtu anaanza chini, anapanda polepole. Sasa una zingine project za kufanya katika siku zijazo? Mimi niko chini ya management. Niko na manager wangu anaitwa Justin Clarma. Iko ma USA. Sasa mimi natembelea kumkataba. Lakini niko na project mingi ambazo zinakuja na tuzisubirie, ni kali kabisa. Kumbe wewe ni sawa kabisa kuwakilisha wengine. Kuna na suse kali pale. Unatoa nani uwezo? Unaona kitu ningesema hata mtu anakusaidia kwa wapi hawezi kukupatia pesa bila kufanya kazi. Ndio hivyo. Ni lazima unatumika, hizo pesa unazitumikia ndio zitoke. Ndio hivyo, ni ukweli. Sasa Fita Moses, kabla tujamaliza na kipindi chetu, unaona kuwa unatarajia una project ya mwingine muziki kutoa mwingine muziki lini? Hii mwezi ambao tutaanza mwezi wa 4 niko na project ya kutoa nyimbo. Niko na project ya kutoa nyimbo. Mafanzi wasubirie kwa hapo. Wasubirie kabisa. Watu ambao wanapita kwenye Instagram yangu, hata kwenye Facebook yangu, WhatsApp, yote wanaona coming soon natia. Wafanzi wangu wanaiona kabisa. Basi Fita Moses, acha tukushukuru sana kwa kukubali kuja, yani tumekualika na ukaja katika uwanja huu wa Samiwel TV, umefanya vizuri sana, acha tushukuru sana. Asante sana brother, na mimi nawashukuru kwa kunipokea kwenye TV nzuri, na naomba mufanyie wengine ambao wako nyuma, muendelee kuwapatia moyo mzuri na kuwapokea, kwa sababu nyinyi wa journalist ndio mnatuma muziki unafika mbali. Hivyo labda kesho kutwa, yani inawezekana kama tukikualika tena unaweza ukaja bila kuna. Naweza kukuja sana, hata niko nishafika wapi, kwa sababu mimi mtu ambaye anafanya kitu kizuri si msababu wake. Ndio hivyo. Fresh sana wapenzi watazamaji wa Samiwel TV. Unajua kwamba tunawapenda sana kwa watu ambao walifuata kipindi chetu kati ya mimi mwanahabari na Fita Moses wa mwanamuziki wa Buja Flava. Basi mpige mashare na kipindi chetu, aliyesahau kupiga subscribe, hebu sasa namkumbusha apige subscribe. Tutakutania tena kwa vipindi vyetu vya kesho au kesho kutwa. Tunawapenda sana, bye bye.